Ini Nairobi mvua ikinyesha, mafi inatapakaa kila mahali. Tuko na mjinga mwingine hapa Nairobi, kazi yake ni kufanya mbwekise na kukunywa bangi. Safari ya Canaan ni hii ya kwenda Singapore hii. Ni kumoto manzee, mnasemanga safari ya kwenda Canaan. Hii naye nikatulipimo. Cheki, suji certificate kwa sababu kwa hii episode tunaenda kuchambua madhara ya mvua. CBD kulikuwa kumefurika na watu wakaibatiza Lake Sakaja. Mvua ilipata wase off guard na kama kawaida shughuli lazima ziendelee. Wase wengi walitatizika kufika makwao, wengine wakikwama, wengine wasiweze kufika. Situone hii video. Hatuwezi kuwa bila power. Ni lazima tupate power. Ya kwamba nitawapeleka Canaan na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Na hii Singapore, hizi programs mnaona zinafanyika hapa ndio zilikuwa zinafanyika huko Singapore. Walianza hivi. Hii ni kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. And this particular program is making you an employer. It is not just for you and your wife. You are going to employ people. And as you do business more and more, you will employ more and more people. So those who are talking of creation of employment, this is one of the ways of creating employment for our people in the country. Thank you very much. Makofi tunapiga, wakikuja shule tunawakariria mashairi. Hebu tuone shairi. In front of you, your problem is good from your miracle. Ready to be sent you at your reason. Easy for so. And I got yes, and I grass to send to be the songs are about activity. Maria, oh, I am man who got it. He is what of the God. City back, the last and the day. Hata kama ni wewe, utakosa kiburi. Nairobi being the capital city of Kenya, kumeflood hivi. Mind hizo kaunti zingine, so ni kungori. Guys, mvua ikubagua. Ukifikiri ulifika kwa nyumba mapema, bado ilikuwai. Ukifikiria bado uko kwa njia, imekuwai. Yaani, kila mtu alipata the taste of it na tunaona kwa hii video. Ndio barabara itoke Mandera, ikuje Ramo, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajia, iende Samatar, iteremuke Modogashe, ifike Isiolo, iende Nairobi. Watu wa Northern Kenya wakae kama Wakenya wengine. Hii Wajia mara nyingi kutoka hapa kwenda Nairobi ni balaa kubwa sana. Barabara hiyo kwenda huko ilimekuwa na matatizo makubwa. Ni kweli ama si kweli? Sikizeni sasa kwa masikio yenu. Sawa? Serikali ya Kenya tumeungana na African Development Bank, tumeungana na World Bank, tumeungana na Arab Bank na tumeunganisha barabara. Na mimi nataka niwatangazie barabara kutoka Isiolo mpaka Mandera kilomita 750. Tumeweka pesa bilioni 100 kujenga hiyo barabara. Na mimi nataka munisikize kwa makini. Barabara tayari tuko na pesa na kontrakta ya kutoka Isiolo mpaka Kulamawe. Tuko na kontrakta na pesa kutoka Kulamawe mpaka Modogashe. Tuko na kutoka Modogashe kuja Samatar. Ilikuwa under annuity program. Hiyo annuity last week nimecancel maneno ya annuity. Sasa nimesema tutajenga kwa sababu hiyo annuity tumengojea miaka 5 na hakuna kazi inaendelea.
kutoka Samatar, mnanielewa? Kutoka Samatar mpaka hapa Wajir tuko na pesa na tuko na contractor, hiyo kazi inaanza. Kutoka hapa Wajir kwenda mpaka Tarbaj tuko na pesa na tuko na contractor, hiyo kazi itaendelea. Kutoka Tarbaj mpaka ifike Kotulo, hiyo barabara vile vile tuko na pesa na tuko na contractor, kazi itafanyika. Kutoka pale Kotulo mpaka hiyo town inaitwa Kobo, hiyo Kobo pia tumeweka pesa na tuko na contractor, barabara itajengwa. Na kutoka Kobo mpaka ifike Elwak, hiyo barabara vile vile we have the money and we have the contractor, we are going to construct that road. Na kutoka pale Elwak mpaka ifike Gari, pia hapo tumeweka pesa na tuko na contractor. Na kutoka Gari mpaka Ramo, hiyo pia tuko na pesa na tuko na contractor. Kutoka Ramo mpaka Mandera ndio bado iko maneno kidogo, lakini mimi nitatengeneza this week, ilikuwa under annuity, nitabadilisha tuweke pesa ya Kenya, ndio barabara itoke Mandera ikuje Ramo, ikuje Gari, ikuje Elwak, ikuje Kobo, ikuje pale Kotulo, ikuje Tarbaj, ipitie hapa Wajir, iende Samatar, iteremuke Modogashe, ifike Isiolo, iende Nairobi, watu wa Northern Kenya wakae kama Wakenya wengine. Nyinyi watu wa Northern Kenya tunaelewana wangwana? Mnanisikia ama mjanisikia? Tuko pamoja? And that is my commitment, because I want to eliminate the marginalization. Enyewe tuliuziwa sera, hasira niko nayo. Hii jamaa tangu nizaliwe mimi Rigiji mtoto ya Maumau sijaona mtu muongo kama hiyo ile mtu. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. So many people have tried to blame me kutoka nyumbani. Wewe ulituletea huyu mtu ukasema ni mzuri, unamjua, atatuweka pesa mfukoni, instead ile kidogo ilikuwa kwa mfuko amefanya nini? Sasa watu wananiingilia, wananipigia kelele, lakini mimi najitetea. Mimi nasema sasa mimi ni mtu ya kawaida tu. I'm just an ordinary Kenyan. Mtu tu alizaliwa pale wa Munyoro, amesoma hapo, ni mtu ana mpango yote, sijasoma sana, sina PhD, sina master, sina nini, mtu tu ya kawaida. Lakini kama huyu mtu anaweza danganya mabishop ambaye wamemwagiliwa mafuta na mareverend na mapasta, Rigathi Gachagua ni nani? You know, the politics of deceit and conmanship is what we are struggling with. The drainage, people say we need to improve. To increase the drainage in Nairobi County for rain that comes maybe once a year costs around 25 billion shillings. So you put 25 billion only on drainage. I will not pay a single salary. I'd rather do small improvements. But to do that massive infrastructure that the city needs, you need to get money upfront. We are talking to transaction advisors, but you will need to help us with a loan. PFM has restrictions, county government has restrictions. Urban Areas and Cities Act can create exceptions that allow the city to engage in certain ways of raising municipal financing. My friend, I have a friend who's the mayor of Cape Town. And the mayor of Cape Town has shown me how he's been able to do it over time, you know, to get money that they would never get. Otherwise, the governor of Nairobi becomes just a cashier. All I do is pay salaries, collect garbage today, and do this. But to leap forward, to transform the city, the kind of infrastructural investment you need at a go, this normal way of financing will not change anything.
Si God anatupenda kwa sababu tulikuja tukaonewa one time, but hatukusikiza. Hebu sikia ioni. I define integrity as what you do in private. If it ever became public, you'll never be ashamed. I'll tell you what is not integrity. Is uttering false documents and then standing here and saying I have integrity. Go to the website of the East African of EACC. Go to the website of IBC. Check the university governors, Sakaja, Senator Sakaja. No, let me go. Go and check what Senator Sakaja cited as his degree in 2017. It's a public document. And then look at the degree he's saying it is today. We don't even know who he is. Is your name really Sakaja? Nairobi. Careful. All of us, careful. We can no longer entertain charlatans in positions of high national responsibility. And charlatan is not an insult. It's people of questionable integrity. It's people and individuals who come to steal from you wholesale to distribute retail to their friends. And I submit to you, the man to my left will do exactly that. Careful. Ni hivyo ndio kuna umana, mpaka ni mimi nikuokolee kama ndugu yako, kwa sababu tukitegemea gava ni kama tutaongoja sana. Hebu tuone hii video. Sasa Eriko. Kitu sana habari yako. Eriko, sijui kama watu wanaweza kama unaweza tumanisha mtu aende ama watu waende wa save watu wenye kwa gari around up hivi Karioko roundabout. Tuko kwa magari akiwa nakufia ndani. Can you be able to send people hata kama ni usima ama watu waende na miti? Watu wako ndani kwa gari wanashindwa kutoka kwa sababu maji iko na pressure. If you can be able to send people waende wawasaidie please. Okay, sahi. People are dying from inside the car. Sahi. Nilikuwa nasema can you help those people at Riverside kindly? What's happening at Riverside? Watu wamefunikwa na maji, walikuwa kwa gari na they are not able to get out of the cars. Na maji imeflat kabisa, hiyo river imevunja. Oh, thank you. Hi guys, Eric Omondi here. So every year we lose Kenyans, children, especially women and mothers. I'm just from burying 4 children who died in a dam in Kisumu, a neglected dam. People went there and wakachukua kware, wakachukua mawe, wakaacha mvua ikanyesha, watoto 4 walikufa, and we buried them on Saturday. As I'm speaking to you right now, people are screaming inside matatus and buses and they're dying in Kariako. Kuna watu wako kwa gari ya red hapo Riverside, wako ndani ya gari, wamebebwa na maji, wameingizwa side ya river, or they are stuck in it. Yeah, and this will happen again next year and the year after that. This is the last time we had floods. People are dying in Athi River. Mimi nilichukua boat tukaenda huko and we were trying to rescue people in Athi River, lakini hiyo maji ilikuwa na stima. That was 2 years ago, so nothing was done. Nothing will be done. I'm in Busia, nilikuwa nafanya ukangu, nimefika Busia hapa. This phone keeps ringing. People died 2 years ago. 2 years later, people are still dying. How can we allow people to die 5 years from today? Tutalao watu wakufe 2029 after tumeona hizi stories zinapostiwa kwa social media leo na nazo zingine kwa Citizen. So nothing will be done. So our priorities, billions to nothing will be done about people died in Athi River, about people are dying tonight. So tomorrow the sun rises, we go to work, tunavasuti na politicians waendelee tu kutraverse country. Alafu tu mvua iishe. Alafu sisi tu tuendelee tu. Alafu tena next year tena watu wakufe. If you can swim, if you are an expert, if you can help, please run to Kariako now. Run to Riverside now. There are people stuck. As I'm speaking to you, kuna mtu hajakufa na atakufa. If you're seeing this, tuko stranded, tafadhalini, tuko stranded. Hapa ni wapi? Garage. Naitwa garage. Kai, sijui ni wapi, but tunajua tu divert from gara. Hi guys, Eric Omondi here. This donkey represents Kenyans. Na hii mizigo ina represent the 47 counties. Lazima tupunguze mizigo. Punda imechoka. This nation is depressed. This nation is stressed. Manyumba zimefungwa. People are killing themselves. Watu hawalipi school fees. People are dying in hospitals because of lack of medicine.
The burden on the taxpayers' shoulder is too much to take. We are going to reduce the counties from 47 to 8. We are going to abolish the position of nominated members. We are going to abolish the position of senator. We are going to abolish the 47 counties and only remain with 8. We are going to abolish the position of deputy governor. We are beginning to collect 1 million signatures next Tuesday. We will set up a small tent at archives. Ukienda kazi pita tu usign. Ukienda lunch kuja tu usign. Ukienda nyumbani pitia hapo archives usign. And then after that we'll travel to all the 47 counties to collect signatures to begin the process of reducing the burden from the taxpayers' shoulder. Punguza mizigo. Punda imechoka.